Yes, mambo vipi? Karibu tena, hii ni Loadline na leo tutajifunza jinsi gani ya kufanya editing kwa kutumia CapCut, okay? CapCut ni software ya editing ambayo sasa hivi take over tuseme. Asilimia kubwa ya content creators na video editors wengi wanatumia CapCut kwa sababu ya urahisi wake. Hasa kwenye simu lakini pia kwenye computer. Kwa wale ambao wana edit project kubwa, at least kubwa kidogo, so mimi nitaonyesha jinsi gani ya kuedit CapCut kwa kutumia CapCut kwenye computer, lakini next time pia nitaonyesha ni jinsi gani ya kuedit video za CapCut kwenye simu. So today tutaanza na CapCut for desktop ambao ni kwenye computer. Kwa hiyo kama utahitaji kufanya editing ya CapCut kupitia kwenye computer, nadhani video ni nzuri kwa ajili yako. So we are going to cover everything related to CapCut na itakusaidia. So by the way, ukifungua CapCut kwanza, ukiingia kwa mfano, nikiingia hapa kwenye search nikafungua CapCut ambao ndo hii hapa. Umeona? Nikifungua hii ndo inakuwa ni general layout ya CapCut. So you see ambapo inatupa options tofauti, ambapo kuna my profile hapa, lakini pia kuna create project, lakini pia kuna AI video maker. Sasa hivi wameongeza kwenye update ina record screen, lakini pia kuna long videos to short ambao ni automatic ina cut within your video kulingana na unahitaji interval gani ya video zako. Okay? Yes. Sasa CapCut zipo version mbili. Kuna free version, kuna premium version. Ambapo premium version ni ya kulipia. Kwenye tutorial tutatazamia premium version. Sasa unaona hapa ni Managed Pro, Loadline Pro, kwa hii imelipiwa, kwa hiyo ina maana expect kupata features za premium kwenye hii video, okay? Lakini sio kwamba unakuwa limited kutumia premium, unaweza kutumia pia na free, japo inakuwa na changamoto ikiwepo watermark ya CapCut endapo uta export video zako, okay? Yes. Sasa ukija kutengeneza video ukiwa hapa, kama wewe ni mara yako ya kwanza unatumia CapCut, unachokifanya unabonyeza sehemu ya create project, okay? Lakini kama umekuja kutumia CapCut kwa ajili ya kurecord screen, kama kwa ajili ya mafunzo, vitu kama hivyo, the way unavyoona mimi nafanya hapa, unaweza kubonyeza hapa sehemu ya record PC screen. Lakini in this time sisi tutatengeneza project, so nitakliki kwenye create a new project ambapo ita load, then itatupa new layout ya CapCut. So there are a lot of things hapa ambavyo vinakuja, nadhani pia nitapitia, nitakuonyesha kila kitu kikoje, kinafanya kazi gani before tuanze kuedit, kwa sababu you should know how everything works before hujafanya editing, okay? Yep. So tutaanzia hapa kwenye media. Umeona? Hapa kwenye media kuna option ya media. Hii media ukiklik hapa ndio ina manage faili zako zote ambazo utahitaji kuedit, okay? So hii media. Kwa hiyo ukiklik sehemu ya media utaona vitu kama import, lakini pia unaona option ya record, endapo utakuwa unafanya screen recording. So you can get your video kwa kurecord au kwa kuimport. So ukisema kuimport, ukiklik inakupeleka kwenye your files kutafuta video ambayo unataka kuedit, okay? Yes, which is unaweza pia uka drag and drop, kama iko somewhere unaweza ukaidrop hapa ukawa umeimport tayari, okay? Yeah. So most of our time tutatumia hii option sana, kwa sababu tukija kufanya editing obviously itabidi kwanza tuweke video yetu hapa hivi. Inayofuatia ni audio. Audio, CapCut wanachokifanya wanatoa pia pre-made audios ambazo zinakuwepo built-in, kama unavyoweza kuona hizi hapa. So kama utahitaji kutumia audio ambazo ziko within CapCut, ina maana inabidi ubonyeze sehemu ya audio, utazi explore. Na bad enough mimi kwa mfano sija download, so ukitaka kutumia yoyote inabidi ubonyeze download kwanza, then ndio utaisikiliza, ukiipenda ndio unaenda kuitumia. So yep. Na kingine ambacho inabidi ufahamu, CapCut inafanya kazi ikiwa ni online, ukiwa connected to the internet, kwa sababu a lot of features ni za kudownload na a lot of features zinahitaji kuload kutoka kwenye servers za CapCut ili uweze kuzitumia. Kwa hiyo hakikisha kwamba ukitaka kutumia CapCut kwenye PC na kwenye sim, ukiwa na internet, nadhani uta explore more features, okay? Uta explore more features. Lakini this time niko connected to the internet, so yeah, you can check my Wi-Fi Loadline 5G hapa iko connected, kwa ndio maana unaona ninaenda vizuri. Sasa kingine kinachofuata hapa juu kwenye main menu hapa, top menu, ni option ya text, ambapo text hapa tuna manage yale maneno yote ambayo tutayatumia sisi.
Okay, kwa mfano kuna add text ambayo unaweza kaandika default text, lakini pia kuna yours, your favorite. Kama kuna text zako unapenda kuzitumia sana sana, unaweza kuziweka kwenye favorite, zinakuwa hapa. Lakini pia kuna presets. Presets ni zile ambazo wanatupa hawa ambao wanaona kwamba unazichukua, unaweza kuzifanyia editing kama unavyoona hapa. Lakini pia kuna text effects, kuna zile effects za maneno, yani ile miandiko tunaweza tukasema kwa lugha rahisi kama zile font, kama font. You see kuna effects tofauti, so ukitaka kutumia iko hivyo. Lakini ukiklik kwenye effects unakuta kuna hii option ya easy category, ambapo kuna premium, kuna basic, kuna luminance, kuna multicolor. So unaweza kusort out easy kwa kutumia hii option iliyoko hapo. Okay, yes. So back to text templates, pia kuna na templates ambazo wameshakutengenezea. Kama wewe unatoka kwenye industry au unatoka kwenye experience ya kuedit kwa kutumia kama Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, unatumia hizo top of them, ni kwamba hizi unakuta sometimes tunazo download as package kutoka kwenye online websites ambazo zinauza, tunakuja kuziimport hapa. Lakini CapCut unachokifanya wanakuwekea hapa, ambapo hizi ambazo unaona zina badge ya pro, ina maana hizi zinatumika kama umesubscribe. Lakini kumbuka sisi tunaoitumia unaweza kuona ni premium, so tuna uwezo wa kutumia yoyote ambayo tunaitaka. Kwa mfano nikiklik kuidownload, ninaweza nikaidownload na tukaitumia bila shida yoyote. Yes. So kuna trending, kwa hizi ni category, na hapa kuna option ya auto caption. Endapo umetengeneza video ambao ina support one of the languages ambazo ziko mentioned hapa, kuna Arabic, Bengali, Burmese, Chinese, Dutch, English na French, German, Indonesian. Hizi zote ambazo unaziona hapa ni kwamba una uwezo wa kufanya auto translation kupitia hapa hivi. Yes. So kama ni English, una content yako ya English, nadhani unaweza kaitumia hiyo kwa ajili ya kutengeneza subtitle. Okay? I hope we're going to see that. Okay? Yes. So kuna sehemu ya local captions, ni kwamba kama una faili lako umeshaliandaa la captions, let's say in Swahili, so unaweza ukali-import hapa, ambapo inakuwa format za CRT, kuna LRC pamoja na ASS. Hizo ni format za subtitles, kwa hiyo unaweza kuziimport hapo ukaitumia vizuri. The other option inakuwepo ni stickers. So there are a bunch of stickers ambazo CapCut wanazitoa. Kwa hiyo kama una edit video yako una expect kutumia stickers, you see uko na stickers za kutosha hapa. Kingine kinachofuata ni effects. Okay, so effects zinakuwa ni umeona kuna zoom in, zoom out, lens, umeona. Yes. So ukiwa na edit video yako, labda kuna sehemu unataka kuapply effect fulani hivi, labda hiyo video zoom in kidogo afu zoom out, so hapa ndo unazipatia hizo. Kama ushi kuona video kama hizo kwamba video inaweza ka zoom in, ka zoom out au ikafade, yani mwanga unafifia afu unarudi, hii hapa ndo option ambayo unaweza kutumia. Umeona? So there are a bunch of effects ambazo utazitumia hizi. Ziko hapa. Lakini kinachofuatia pia ni transition. One of the best thing kwenye production ni transition. So CapCut wanachokifanya pia wamekuongezea hapa transitions, so you can get your old transitions from here, you see. So transitions zote ziko hapa. Unachokifanya ni kuimport. Okay, ni kuimport transitions, una click hapo, una download, then unaweka kwenye timeline yako hapa unatumia. Tutaenda kuzungumzia kuhusiana na timeline, don't worry about that. Na kingine ambacho kinafuata hapa ni captions, ambapo hii captions tulikuwa tushaikuta pia kwenye text. So unaweza explore kupitia text au kwenye captions. Lakini fahamu kwamba the all thing that inakuonyesha hapa pia vipo kwenye simu. Kwa kama utaelewa hii video vizuri, unaweza pia ukafanya editing kupitia simu, kwa sababu what I'm showing you is exactly things which are available kupitia kwenye simu. Okay? So another thing is filter. Tuko na bunch of filters kwa wale ambao wanahitaji kuedit kwa kutumia filters. So zipo hapa za kutosha. Canva, CapCut wanachofanya wanahakikisha kwamba wanakupa filters za kutosha kuhakikisha kwamba unatengeneza video yako ambao ni premium. Yes. The other one option ambayo iko hapa ni adjustment, ambayo hii inatusaidia ku adjust video resolutions na vitu kama hivyo. So kuna kwa na adjustment. Kwa mfano sasa hivi hatuoni option nyingi za adjustment kwa sababu hatujachagua atuweka timeline yetu hapa, atuweka video yoyote. So tukiweka video yoyote hapa utaona kwamba hizi zinakuja na tutaanza kuzitumia in the real life. Okay? So ukivuka upande wa pili hapa kuna player. Hii ndo preview yetu. Hii tutakuwa tunatumia kwa ajili ya kupreview
Yes, tuna preview video yetu tukiwa tuna-edit kuhakikisha kwamba tunapata exactly kitu ambacho tuna expect kukipata hapa. The other one option inayofuatia hii section hapa sasa hivi inatuonyesha the file that we are opening. For now hatujaweka kitu chochote kwenye timeline, kwa ndio maana unaona blank hapa. Kuna tu hizi statistics kama file name imesaviwa wapi, just za kawaida, lakini tukiimport utaona kina kitu kina make sense. Hapa kwa juu kuna option ya my profile ambapo umeona ni Lowline Pro. Yes, so tumelipia hii ni CapCut Premium ambao unaweza pia ukalipia kwa kuwa shilingi 19 tu kwa mwezi. It's not a bad thing. Unaweza kulipia kwa ajili ya explore more premium features, lakini pia kuna option ya share, so you can share your design kama umesha editing. Lakini pia hapa kuna option ya export ambapo hii ndio inatusaidia ku export video yetu kutoka kwenye CapCut then tuweze kuitumia kwenye real life kama ni kwenye Instagram, Facebook, TikTok, YouTube and wherever unataka kutumia. Lakini hapa chini kuna timeline hapa nimeandika drag material and start to create. Hapa ndo tunaweka video yetu ili tuanze kuipreview hapa na tuanze kuedit. So kuna some sections ambazo zipo hapa ambapo kuna hii selector, lakini pia hapa kuna undo, kuna redo ambapo ni reset, lakini pia kuna hii split left, split right ambazo hizi ni kutaka kukata kitu cha mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto unatumia hii, lakini hii unatumia kukata kitu cha mkono wa kulia. Okay, yes. Afu hapa kama una kitu unataka kukidelete, labda umeselect hapa within, unaweza kukidelete kwa kutumia hii. For now we don't say anything kwa sababu there is nothing to delete, right? Yes. So hapa kuna add mark. Kama una edit video yako unataka kuweka some marks unaweza kutumia hii hapa. Lakini pia hapa kuna some sections kama unataka kufanya voice over, you can click this one microphone na unaweza kupata audio right away kutokea hapa. Na kuna some options hizi, turn off main tracker. Okay, so inakuwa hivyo design kama hiyo. Hapa tuna option ya zoom in, zoom out. Hazifanyi kazi sasa hivi kwa sababu hatuna any video in our timeline. Yes. So baada ya kufahamu hizo all fundamentals of everything available hapa including all the menu, tunachokifanya tunarudi hapa kwenye media then tunatafuta video yetu. So let's take an example of this one. Okay, yep, hii hapa so I was with Mr. Mshana na hii ina fit resolution. So yep, hii ina fit resolution, umeona? Yep, so hii itakuwa vizuri. So yes, okay, yeah, I think this one is okay. So hapa nataka nibadilishe, niweke speaker ili tuweze kusikiliza audio. Yep, so audio nataka tusikilize. Yep. Yes, I like this. So hii video, let me do something like yeah, let's use this one guys. So hii video ndo tutatumia kwa ajili ya kuonyeshea how we can edit this one. First of all, tulichofanya ni kuiweka kwenye timeline hapa. Yep. So tukishaweka kwenye timeline hapa, ina maana tuna uwezo wa preview hapa. Umeona? Tukaangalia kwamba video yetu ikoje. Sasa vitu vya kufanya ukishaweka kwenye timeline hapa juu hapa hivi unaona kuna menus zimeongezeka hapa. Imeongezeka video, audio, speed, animation, adjust, kuna AI stylized. Okay, so tukibonyeza hapa itarudi mwanzo hapa. Lakini kwenye video unaona inaongezeka basic, remove BG, mask, retouch. Ukija kwenye audio the same thing, kuna options zinaongezeka. Ukija kwenye speed pia kuna options zinaongezeka. So you just manipulate your video related to the features unataka. Okay, yeah. So tuseme mimi nataka ni edit video. Kwanza una uwezo wa kutumia hii option kama unaikumbuka. Hii hapa unaweza kuzoom hii video, ukaizoom in, ukaizoom out. Faida ya kuzoom in hivi ni kwamba tuweze kuona option hapa. Kwa mfano editing. Ushai kuona video ambazo zinakuwa zina switch. Akiongea Mr. Mshana hapa, yeye ndo aonekane, alafu mimi nikiongea, mimi ndo nionekane. Lakini bad enough tulitumia kamera moja kwenye kurekodi video, we used only one camera. Lakini sasa nataka switch on between mtu akiwa anaongea. We can do that kwa kutumia CapCut. Na the only thing that naweza nikafanya iwe hivyo ni kwamba naweza nika play, so na play Mr. Mshana anapoongea. So like yep.
So umeona ameongea, nimesqueeze kutokea hapa hadi hapa, ameongea Mr. Mshana. So nita click hapa, nitabonyeza hii ni split hii video. So umeona nimekata hapa, kwa hiyo nimezitenganisha. You see, hope you can see that. Okay, you see, zimetengana. So I will go back here kwenye timeline ya kwanza, nita select hii hapa, ambayo nikiselect hii haihusiani na hii hapa. So what I'm going to do, ukiangalia hii video ukija hapa kuna hizi edges za kuzoom in na kuzoom out. So what I can do, naweza nika zoom extra hivi, alafu nikaja hapa nika drag hivi. So mind you, with CapCut, what you see here is what you're going to get export. So kwa mfano hii nilivyo zoom hapa, automatically itaji adjust in this way. Ambapo kwenye Premiere Pro sasa huwa tunatumia zile timeline, zile sequence ambazo zinakuwa kwenye effects, nadhani effects kwenye editor, nadhani kitu kama hicho, ambapo uta-adjust zile size dimensions. Kwa mfano hapo unatumia scale, unazidi 100%, then ina zoom in. Lakini kwa CapCut unaweza control hapa kwa kutumia these edges, you see. So nika squeeze hivi, video yetu itakuwa ndogo. So when I need to show one character, naweza nika zoom extra like this, alafu nikaweka hivi. So hii video itakuwa inaonekana tena kama hii. Umeona? Hivi. So ataongea, akitoka sasa, ikifika hapa mwisho, hapa tunaonekana wote tena. Yeah. So what I can do also, naweza nikasema ni click hapa, ni split tena hapa katikati. Then hii video ambayo inafuata, mfano hii hapa, hii nataka ni zoom in, mimi ndo nionekane. So I can do that kwa kufanya the same thing ambayo tumefanya pale. Kumbuka no. Ukikosea kitu unaweza kubonyeza Control Z au ukatumia hii undo, if you remember that. So hakikisha unachagua ile video ambayo unataka kuedit. Kwa mfano hii hapa nimeselect hiki kipande ambacho tumesplit. So I need to show myself like nijae hapa. So nitajiweka design kama hii. Umeona? Yeah. So hii video ikiwa na play itakuwa hivi. Anaongea Mr. Mshana hapo. Akifika level ya hapo, ikisha mimi naonekana. Umeona? Yes. Sasa zile transitions ambazo nimekuonyesha is where we can use them right now. Naweza nikaklik kwenye transition hapa. Hapa ambapo tumekata within hapa, tunaweza tukaweka transition ambayo ita transit from me to Mr. Mshana kwa in the professional way. You see? So what I can do ni kwamba I will check the transition ambayo nimependa. Okay? So yep, I like this one. So click hapa, download. Ita take some seconds. Ikisha download, mimi nitainyanyua hii, nitakuja nitaiweka hapa katikati hapa. Yes. So nikiweka hapa katikati, ita hold, ita translate between one clip to another. So one footage to another. So tukipreview, umeona hapa ikifika hapa, angalia. Kwa ikifika hapa kwenye hiyo transition hapa, wow, you see? Hapa ina transit sasa hapa. Kwa pia naweza nikasema hapa hivi tuweke transition tena hapa. So tuweka transition. Yep. So hivyo ndio jinsi gani ambavyo tunakata videos. Lakini sasa kumbuka tuliona upande wa text pale. So naweza nikaklik hapa upande wa text. Umeona? Nikaja nikachagua text effects, nikaona effect ambayo nimeipenda, au kwenye text effect au text templates. I think templates zitakuwa very smart. So we can check hii hapa nimeipenda. So naweza nikaklik hii ika download, alafu nikainyanyua nikaiweka hapa. Yes. So nikiweka hapa, nikisogeza hii kasa katikati. Okay? So okay. Yeah, so nikisogeza hapa hii kasa katikati, italeta haya maneno hapa hivi. So naweza nika control pia na yenyewe hapa kwa kutumia hii hapa. So okay. So naweza nika squeeze nikaweka hii maneno hapa au hapa juu. Nikaweka hapa ndo tunabadilishia hapa. So nikasema labda digital footer, ndika digital. Okay. So ni vlog ndo sema marketing. Yes. So uta experience kwamba imezidi. Kwa what I can do ni kwamba ukitaka kuhakikisha kwamba una edit the same thing, una click kwanza hiyo kitu. Like kwa mfano hapo unaona siwezi kuiclick hapa. Unachokifanya uta zoom zaidi hapa.
ili iongeze nafasi, then uta click, then hii unaweza kuicontrol. Sasa tuta select edges, tutapunguza, then tutairudisha hapa. Lakini kucontrol color ya hii hapa pia ukiwa umeselect, you can control direct kupitia hapa. So I think like it looks good to me, so then nikaweka hapa hivi. Kwa hiyo ina maana hii ikiwa ina play hii clip, let me zoom out kidogo. Yes, na hii ngoja tuisogeze nyuma hii. So nitazoom in kidogo ili tuweze kuiselect. So naweza nikaichagua hii nikaisogeza hapa. Nasogeza hapa ili video isiwe ndefu, so that we can preview together na tuone what we have added. Okay? CapCut is very very simple guys. So ta click hapo, ita play. Anaanza hiyo character 1. Nafuatia character 2 kwa kuwa na transition kali, alafu maneno yana pop. So unaona kwamba maneno yamepop lakini yameniziba. So unaweza nikatafuta the way ya kuyaweka vizuri ili yakae very smart. Hope you get me there. Okay, yep. Sasa CapCut kingine ambacho sijakwambia mwanzo ni kwamba ina uwezo wa kufix audio. So nikiselect hii video, nikaja sehemu ya audio, ina uwezo wa kuongeza sauti ya audio cha kwanza, lakini pia ninaweza nikaklik kwa kutumia AI ya CapCut, nika normalize audio, lakini pia nika enhance audio. Enhance nikaiongezea kama uzito fulani hivi, yani ikaonekana ki studio fulani hivi. Alafu nikabonyeza reduce noise, ambapo hii itakata sauti ambazo zilikuwa zinasikika pembeni ya microphone. So nadhani hiyo itafanya video yetu iwe very 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 smart, you see? Yep. So we can use those settings na tukiplay video yetu itakuwa imebadilika kidogo. Yeah. Looks amazing. Kwa you can do that. Kama una isolate, una video, unataka ku isolate video na audio, you can also use this section. Okay? Yep. Kingine ambacho ni very important, kuna sehemu ya adjust hapa. Ambapo sehemu ya adjust, kuna option ya ku adjust colors. So select video yako, then tukichagua adjust tuna uwezo tuka-interact colors na tukafanya changes ya color. So kuna option wameweka CapCut ya auto adjust, ambao hii inachofanya, umeona ilichokifanya, umeona tofauti, cheki. Imeongeza mwanga mzuri, sasa tunaonekana vizuri. Yes, lakini pia inaweza kufanya color match. Umeona? Color match inachofanya kwenye CapCut ni kwamba tunaweza tuka-upload rangi hapa. Tukaweka hapa, then nika-click hapa, nika-upload rangi, afu automatically CapCut itakachokifanya italinganisha hiyo rangi ambayo nime-upload na mazingira yetu. So itaweka hiyo kitu. Very very smart. Lakini mimi huwa ninapenda kutumia either auto adjust au hii HLS. HSL inachokifanya kwenye CapCut ni kwamba automatically ina detect rangi ambazo zinatuzunguka hapa, then inaziweka hapa. So for example, hapa unaona nyuma tuna majani, umeona? This one and this one. So nahitaji labda niongeze color, rangi ya ukijani wa maua. So nita select kijani, tap. Yes, then nitaongeza, umeona? Kijani, umeona? Hapo rangi inabadilisha, lakini na deal na kijani tu, umeona? Kijani. So if I do that and I also do this, utaona maua yameng'aa zaidi, lakini sisi hatujaguswa. Yep. So nikiklik rank, CapCut inachokifanya itaangalia kwenye hii video yetu wapi ipo hii rangi. So obviously ni makochi. Kwa nikiadjust hapa, umeona makochi yamebadilika rangi, umeona? Makochi na rangi yetu sisi ina change kidogo ya. So hapa inakuwa iko fresh. Lakini pia kwenye brightness, umeona? Unaweza tuka-adjust brightness, umeona? Yeah, so I think this one is very smart. Na tukichagua hii ipo kwenye aka script ka splitter kama coach. Kwa tukisema tu adjust hii pia, umeona kanabadilika kwenye makochi, umeona? Na baadhi ya sehemu ya maua, umeona? Yeah. So that's how we can do that. Kwa hiyo upande wa color, kama hata hujui masuala ya color grading vizuri sana, unaweza kutumia CapCut hii auto functions ambazo zipo kwenye premium, ukaweza kucontrol rangi na ukaset kitu ambacho color nzuri na ambazo zina make sense, you see? Yeah. So kingine ambacho you should know about ni kwamba kwenye CapCut pia unaweza kutumia soundtrack. So kwenye soundtrack ambacho tunakifanya, turudi tena sehemu ya media, tunachagua import,
labda tuseme downloads. Let's check what is in downloads. No, so chague sehemu ya ambapo kuna let's find any music. Okay, so yeah, for video purpose I think nikiweka video nitapewa copyright strike, so nipo na beats. So beats niko natumia hizo beats zangu kwa ajili ya tutorial ambazo ni hazina copyright, so naweza nikaja nikaziweka hapa hivi. Yes, okay. Sasa tukiplay video sasa hivi itakuwa ina audio, lakini guys you should know that ukianza kuedit audio hakikisha either unatumia earbuds. Tafuta earbuds ambazo unatumia, for example this is Oraimo, lakini pia kama una earbuds tafuta wired headphones. Okay, tafuta wired headphones. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu zitakusaidia kupata sauti ambayo ni nzuri endapo una control kati ya soundtrack na real audio ya video. Usipofanya hivyo utaexport video yako, utajikuta soundtrack inasikika kwa sauti kubwa kuliko sauti ya maongezi ambayo mnafanya, which is not professional. Kwa hakikisha kwamba unatumia either earbuds au unatumia wired microphone au headphones uweze kusikiliza sauti vizuri, na hakikisha kwamba sauti ambayo inatoka iko very quality na very smart. When you get that, hamna kitu kitakupiga chenga, kile kitu kitakuwa kinaenda very smart. Okay, yep. So if you play this, you see audio iko juu sana. So kama iko juu, ukiselect tu hapo unaona option ya audio, so I can control that kwa kutumia hii, you see, yeah, like this. So when I see sana tunawekaga value ya decibel 35 30 inakuwa vizuri, lakini na hii tunai adjust audio yake, you see, tushai adjust, then utapata hivyo. Kwa sababu hizi video tunaongea like how you see there, kuna sehemu atuongei kitu tunanyamaza hivi. So tukinyamaza audio inasaidia kufix hizo gaps na kuonyesha mtu anayetazama, kuonyesha kwamba hey, hawa washikaji bado wapo, bado wanaongea. You see? Yeah. So there are various of things. But mbaya tunaongea kwa Kiswahili, so hatuwezi kutumia hii option ya auto translate. Lakini tukipata video ya English tunaweza translate hii video yetu kwa kutumia auto translate. Okay? Yep. So that's how it works. Okay? Yep. So there are a bunch of things guys unaweza explore, ukacheki, lakini in basic this is how you can get started with the Canva, with the CapCut, sorry. Then baada ya hapo ukisha edit kila kitu chako umepangilia vizuri, ukaja hapa sema effects, sema titles, ukatumia adjust your video, adjust sauti. Hapa sauti tumeona kuna options tofauti. Video, kama unataka kucheza na speed ya video, labda unatengeneza zile za motions, unataka audio ibadilike, speed ibadilike ya video, you can also control that using this one. Okay, ya kwenye speed hapa, au some animations unaweza kutumia pia hii option. So kuna option nyingi hapa, kuna option nyingi sana za kufanya. Kwa ukishahakikisha kwamba umetengeneza video yako vizuri, umejihakikishia, you love it. Okay, what you can do ni kwamba una click export. So hii export what it does ni kwamba inatoa video hapa, then inaenda kusave kwenye your local disk. So if you see like mimi naipeleka kwenye local disk hii, then kwenye folder inaitwa CapCut. That's a folder that ina export hapa. So nikiklik hapa kwenye export, we are going to preview that video huko, na nikishaingia huko basi unakuwa una uwezo wa kuitumia the way you want. So that's how everything is. Hii video inakuwa powered by Loadline. So unaweza kutembelea Loadline hosting. Okay, ingia Google, search Loadline hosting, ambapo tunatoa hosting plan kwa bei nafuu sana, kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweka project yake online. So unaona kwanza shilingi 99, lakini 49, lakini 89, na tukiwa na domain kuanzia shilingi 12,000. So it's very amazing guys. So you can visit our website and grab your plan and get started. Okay, yeah. So thank you for watching for this overview of CapCut, ambao umeniuliza CapCut for PC. I think you can navigate through uone connect vitu, uweze kufanya hivyo. Link in the description, kuna donation form if you want to donate to Loadline kwa ajili ya kuboresha huduma zetu na kuhakikisha kwamba we make premium videos. I think that we appreciate that. So unaweza donate something there, we really appreciate that. Na next video
unaweza comment in the comment section and below what next do you want us to speak about. Okay, so that's how it is. Thank you very much. Visit Lowline Hosting kama unahitaji hosting, unless otherwise, thank you very much. Let's call it a day. Let's meet into another video.